Gonza tani oyowe lolote naliwe Msela mtetezi wa wanyonge mpiga bangi Kamali msela hodari Gonza tani oyowe lolote naliwe Usela Watakuua ujue. Weka mfuko chini. Hapana Weka mfuko chini. Watakutia misi. Kuna mali za watu mjinga leo. Tutakuachia. Fala nini? We! Kimbia. Kuba babako. Wasista huko wanazingua. Pigo gani unaleta rafiki yangu tunabishana hivyo? Naomba uniache. Usinione nimekaa kimya ukafikiria na kuchukulia poa. Ushanielewa? Nimekaa kimya na umeniburuza huko ulikotoka mpaka umenifikisha hapa kwa sababu nakuheshimu. Sasa sikiliza ujue. Hauna swala unapohangaika huko. Wale ndio walikutelekeza kukurudisha nyumbani ujue kabisa nyumbani hapa. Naomba uwe na mipaka na mimi, sitaki unizoee kupitiliza. Umenisikia wewe? Walinitelekeza wao ulikuwepo. Wewe umeondoka umeniacha mimi umeenda zako huko South sijui wapi. Umeenda umefanya starehe zako wewe umemaliza umerudi hapa umenikuta naishi naendelea na maisha yangu. Kwa mimi sikuhudumia hapa ndani. Sasa kama wanakutaka siwaje hapo lete mizigo. Kwani shida iko wapi? Hivi unajisikia unachokisema kweli? Yaani mimi kwa kule pembeni nimekuheshimu wewe kakaangu kwa sababu najua tunaishi nyumba moja. Unataka ungenikuta naye ndani? Sikia nikwambie. Sawa. Yule basi hapo nikimkamata na mpiga visu ujue nakwambia kabisa ujue. Wewe utapiga visu hapo. Ni mwenyewe chizi kushinda hata wewe yani. Sio umeelewa? Kamata mzigo hapo. Shikilia. Tia mzigo ndichi huo. Anamtafuta wewe wako yani nitachomfanya. Atakuja kusimulia. Pia unitishi wala unisumbue. Unajua mwenyewe na maisha yangu. Wewe sio chizi, mimi mwenyewe chizi kushinda hata wewe. Ila chunga mwenyewe sikuogopa vile vile. Chunga mzigo. Gonza msela, msela, Gonza msela, msela. Wekibu. Vipi? Mzigo umeshafikisha? Unajua ndugu yangu sio nikwambiaje. Niambiaje kitu? Ukamizi mzigo umefikisha, majibu ndio kupata kwa kwako. Kifupi mzigo hujafika. Unasemaje wewe? Unazungumza kiurahisi tu kwamba ile mzigo ni pole. Pole wa kivipi? Wewe wakati unatoka hapa sinisha kupa maelekezo kwamba kuwa makini na huu mzigo. Hivi, wewe unajua mzigo una thamani kiasi gani? Umepola pola vipi? Na leo kupola nani? Yaani kama Gonza msela. Gonza? Eh. Anafanana na Gonza ama ni Gonza? Hebu nipe jibu moja linaloeleweka. Anafanana na Gonza ama ni Gonza? Sikia. Yule kijana ana vilasta fulani hivi upande mmoja, sawa? Lakini ukimwangalia sura kwa mbali hivi. Gonza msela. Vilasta kwa pembeni. Huyo ni Gonza. Ilikuwa ni mpaka uchukue mzigo. Nisikilize kijana. Hapo umeshari. Tena umeharibu pakubwa. Yaani usifikirie ili tukio ambalo limetokea ni jepesi kama unavyodhania wewe. Hapo umeharibu pakubwa mno. Unataka kukifanya. Wewe unatakiwa kuondoka hapa. Tena uende mbali kabisa. Ikiwezekanika hata uende nje ya mkoa huu. Nitakupigia simu kurudi. Kwa sababu limeshakuwa ni big issue. Sio kama unakuwa unanielewa. Leo hii unatakiwa uondoke uende mbali kabisa na eneo. Alafu ila Gonza niacheni nitashughulika nalo. Weka kimya mpaka atakapokupigia simu. Lakini leo ndio uondoke. Maneno. Unataka kunishangaa? Nakwambia nini unataka kunishangaa? Gonza. Yaani usira wako unataka uende kuleta na kwenye shughuli zetu. Tutaonyeshana. Habari za saa hizi ndugu watazamaji wa Kwezi Television. Mimi Juma Ramadhani Kisingi nikiwa hapa mtaa wa Kiwete, mtaa ambao unaogopeka kwa vifo vya wanawake. Kama mnavyoona hapa ndugu watazamaji kwamba kuna mwanadada amepoteza maisha na pia tupo na dada yake hapa. Nitamuuliza maswali matatu atueleze labda maana vifo hivi vimekuwa ni ghafla sana. Habari za saa hizi dada? Pole
kutueleza kidogo, labda mara ya mwisho mdogo wako alitoka na nani? Mara ya mwisho mdogo wangu mimi nilimuona amesimama na mtu. Yule mtu alikuwa amevaa suruali ya kitambaa, amevaa na sweta. Msela mtetezi wa wanyonge, mpiga bangi kama msela hodari, konza tani oyowe lolote naliwe. Msela yeah, msela Ndio akawa ameondoka naye. Lakini mdogo wangu mimi alikuwa ni mjamzito. Nashangaa hapa na mtoto mdogo wangu Na serikali inafanyia uchunguzi taratibu hizi. Kama mnavyoona hapa, maaskari wanaingia kufanya uchunguzi kwa kina. Msela, msela, konza msela, msela, konza msela, msela, konza. Mkioko ndo nini? Yaani mkioko ndo unafanya hivi mwanangu, ndo mapenzi gani? Bora angalia huyo, angalia. Msela mtetezi wa wanyonge, mpiga bangi kama Pole sana sister. Asante mdogo wangu. Wamenichukua mtoto wangu. Mtoto wangu. Wagana wamefanya ukatili huo nao. Mtoto wangu alikuwa mkubwa kabisa. Alikuwa mkubwa mwenye afya. Wamechukua. Mimba ilikuwa kubwa kabisa. Tumbo lilikuwa kubwa kabisa. Lakini amenichukulia mtoto wangu. Ila sawa sister. Ngoja niondoke. Nitakuwa nakuja kukutembelea. Basi sawa kaka. Hivi unaweza ukaniambia ule mfuko ulikuwa wa nani? Sister, nisikize nikwambie. Mfuko mimi ndo nimekupa. Sasa unaulizaje mfuko wa nani kati mfuko ni wa kwangu? Gonza, naomba uniambie ukweli kabisa. Ule mfuko ulionipa mimi ni upeleke ndani, ulikuwa wa nani? Sawa, ubongo wangu mimi uko sawa. Unajua? Hapo wewe ubongo wako kwa umecheza. Mimi ubongo wangu uko sawa. Ule mzigo ndio kwangu mimi ndio nikupa, anake wewe. Mzigo si kwa mimi. Uko kwa wewe. Kwani kuna shida gani? Ule mfuko ulionipa nipeleke ndani uko kwa wewe? Sister. Gonza, usinitanie, sitaki unitanie, nataka uniambie ukweli. Mfuko ulionipa nipeleke ndani wa nani? Niambie mdogo wangu, wewe ndo baba yangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Naomba uniambie tu ukweli. Sitaki shida mimi Gonza, naomba niambie. Sister, mzigo wa kwangu mimi. Kwani kuna shida gani au umekuta nini au kuna nini? Hivi unanielewa ninaposema wewe ndo kila kitu? Naomba uniambie ukweli. Ule mfuko ulionipa mimi niingize ndani, ulikuwa wa nani? Sister, ule mzigo ni wa kwangu. Mimi kabisa. Nataka uniambie ule mzigo ni wa nani mdogo wangu? Viongozi. Huyu ndio yule kijana ambaye nilikuwa na waelezea ndio sio kwenye tukio lako. Ndio kijana mmoja. Poa, sikiliza mwanangu. Umeelewa? Hapo mimi sikujui ujue. Na mimi sihitaji nikujua au unijue mimi.
Kila ninachotaka mfahamu tu kwamba huyu ndio yule kijana ambaye nilikwambia alipora kijana wako Mfuko. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza, Mfuko ambao amepora kijana wangu mimi. Naomba mnisamehe jamani. Mimi hapa siwajui wala mimi. Lakini natamani tu niwaambie tu ukweli kuhusu huyu, kwa sababu mimi huyu hapa, huyu mnayemwona huyu mimi ni kaka yangu. Na siku 3 toka afike hapa alikuwa huko, na kwenye matukio haya sijui kupora sijui nini. Hajawahi. Naomba tusikie. Kijana wewe. Kijana. Nasikia. Naomba utulie. Kwa sababu hujui unaongea na nani. Sisi ni maafisa usalama kutoka kituo cha kata. Naomba utii sheria bila shuruti. Na ukimya wako unaonyesha kwamba huo mzigo unao. Sasa basi. Panda. Kwani shida nini? Shida ni Mfuko, shida mimi. Tunahitaji ule Mfuko. Sasa pigo gani unaletea? Sasa unataka Mfuko, si Mfuko za nini? Oh sister. Wagee Mfuko bwana. Unaleta ukaida. Haraka. Wasikia wanangu sister yangu ujue. Wewe umetaka Mfuko? Nitakuchakaza vibao sasa hivi. Kupigana na kujaje sasa? Unajua wewe unataka Mfuko mwanangu? Mbona mnatapiga usizo sasa? Kwani shida iko wapi? Si mnataka Mfuko? Jana. Tunaongea na serikali sawa? Hii sheria tunashuhudia. Mfuko wenyewe ndio huo. Wait. Huyu kijana anaonekana sio mtu mzuri. Inaonekana na mazoezi ya kila aina. Haiwezekani awe na mbinu zote za kutukimbia sisi. Okay. Mama twende kituoni. Tutajua nafanyaje. Sawa. Amani. Mimi nina shida moja tu. Mimi nahitaji kujua kuhusiana na matukio kama yanatokea kwa mtaani. Kuhusiana na watu wanatolewa mimba, wanafanyaje, wanakufa. Umeona? Alafu kuna tukio ambalo limetokea hivi karibuni. Nafikiri unajua kwa sababu ndio mwandishi niliambiwa huko pale na wewe ndio unaterima hapo mtaani. Na imani una detail nyingi sana kuhusiana na hilo tukio. Kwa hiyo kama utojali, mimi nahitaji kujua hili. Kwamba ilikuwaje yule dada yeye, ilikuwaje mpaka wewe kama unaniuliza. Mimi kama kijana mwenzio tu, yani kama mshikaji, umeona? Unajua? Sikilize. Muda mwingine wako uangalie watu wa kusimamisha na ujiangalie na hapo. Uwezo kanijua. Kwa mwanangu sikia mwanangu, umeelewa? Tusitaki kufanya vitu vibaya, afu wewe mwenyewe mchumba. Kama unataka nikule romance sasa hivi, niambie mwanangu. Taarifa ambazo niko nazo. Yule marehemu ambaye amefariki. Mwanangu, unakata viuno mwanangu. Wewe mwandishi, tukio kafanya nani?
Na pia au unajua mwandishi huyu alafu unakatakata viuno, maelezo gani sasa unanipa? Kwa hiyo maelezo ndio ninakuwa tu pale. Yaani kabisa mwandishi mkubwa mwanangu unaenda pale tunasema wote mtu amjui kweli? Wewe mwandishi mwanangu, mwandishi wewe au unakatakata viuno? Wewe atakuua ujue. Weka mfuko chini. Hapana Weka brother. mfuko chini. Atakutia misi. Unamaliza watu Mjinga nini? Achia hapo. Fara nini? Mwi. Kimbia. Kwa babako.